Hapo zamani, katika kijiji cha Ndele ambapo milingoti ya mbuyu ilikuwa ikisimulia siri kwa upepo na mwezi mara nyingi ulibaki muda mrefu angani asubuhi, kulikuwa na mwanamke aitwaye Mama Wanja. Alijulikana kwa ukarimu wake. Kama mtoto wako alikuwa na njaa, angekushirikisha yamsi yake ya mwisho. Kama paa lako lilikuwa linavuja, angekukopesha kibuyu chake kukusanya mvua. Lakini kulikuwa na zawadi moja aliyotoa mara kwa mara, nguo za watoto wake wa zamani. Kila msimu, watoto wake watatu walipokuwa wamekuwa na kuwa wazito kwa nguo zao, Mama Wanja alikusanya mashati yenye kuchakaa, mavazi yaliyochakaa na viatu vilivyochakaa ndani ya kikapu kilichosokotwa. Kisha alitembea kutoka nyumba hadi nyumba, akawapa majirani, wasafiri na wakati mwingine wageni. Hii itamfanya mtoto wako ajione joto, alisema kwa tabasamu. Ilimtumikia ayo wangu vizuri wakati wa kipupwe. Watu walimsifu kwa ukarimu wake, na hivi karibuni wengine wakaanza kufanya vivyo hivyo. Roho ya kutoa ilianza kukua Ndele. Lakini kijiji kilipostawi kutokana na mfano wake, mambo ya kushangaza yalianza kutokea nyumbani kwa Mama Wanja. Mwanawe mdogo, Kojo, alianza kuamka kilio usiku wa manane. Kuna mwanamke amekaa kwenye mkeka wangu, alisema kwa shindo. Amevua shati langu nyekundu la zamani, lile lenye simba. Awali, Mama Wanja alidhani ni ndoto mbaya tu. Lakini hivi karibuni Ayo, binti yake mkubwa, alianguka mgonjwa. Nguvu zake zilipungua siku hadi siku, na hakuna mitishamba au maneno ya uponishi yaliyomponya. Mganga wa kijiji, Mzee Baraka, aliitwa. Alikuwa mzee na amepindika kama fimbo, uso wake uliokotwa na mikunjo yenye kina zaidi ya mabonde ya mto. Mzee Baraka aliingia nyumbani kwao, akakaa kimya, akasikiliza upepo ukivuma nguo zilizokuwa zikining'inia kwenye moto. Kisha akasema, nguo za zamani hubeba roho ya aliyezivalia. Zinapotolewa bila uangalifu, huzitawanya vipande vya roho kwa wale ambao hawaziheshimu. Mbaya zaidi, huita walinzi miili ambayo hutafuta kurejesha kile ambacho sio chao kuivalia. Moyo wa Mama Wanja ulisimama. Lakini nilitoa kwa upendo, alisema, sauti yake ikiwa haisikiki. Ndiyo, Mzee Baraka alijibu. Lakini hata upendo lazima uombe idhini kutoka ulimwengu wa roho. Mama Wanja alimtazama Mzee Baraka kwa macho yaliyopeni. Je, nifanye nini sasa? Aliuliza. Mzee alisimama polepole. Lazima uitaze kile ulichotoa, alisema. Na lazima uzungumze na roho za nguo za watoto wako. Mama Wanja alikuwa mwenye kuchanganyikiwa. Ninawezaje kuzungumza na nguo? Si kitambaa tu, Mzee Baraka alisema. Zinakumbuka. Zinabeba harufu, jasho na ndoto za mtoto aliyezivalia. Zikipatikana kwa mikono isiyofaa, zinaweza kuleta ugonjwa, bahati mbaya au mbaya zaidi. Usiku huo, Mama Wanja aliketi karibu na moto akafikiria kwa undani. Miale ya moto ilicheza, lakini moyo wake ulihisi uzito. Alikumbuka nguo zote alizozitoa, gauni la buluu la Ayo lenye vifungo vya alizeti, shati la simba la Kojo, viatu vidogo vya nia vilivyotengenezwa kwa ngozi ya mbuzi. Asubuhi iliyofuata, alifunga kitambaa kichwani na kwenda kijijini. Alizunguka mlango hadi mlango, akiomba kwa ukaribu kama angeweza kupata nguo nyuma. Baadhi ya watu walizirudisha haraka. Wengine walichanganyikiwa au kukasirika. Kwa nini unazitaka nyuma? Waliuliza. Ni nguo tu. Lakini Mama Wanja hakubishana. Aliwashukuru na kuondoka. Kufikia siku ya tatu, alikuwa na furushi kubwa la nguo za zamani za watoto wake mikononi mwake. Akazipeleka kwa Mzee Baraka. Vizuri, alisema. Sasa lazima tuzipeleke msituni. Walitembea kwa masaa mengi hadi walipofika chini ya mbuyu wa zamani unaozungumza, mti mkongwe zaidi huko Ndele, ambapo roho zilijulikana kusikiliza. Hapo, Mzee Baraka aliweka nguo kwenye mduara na kuwasha moto mdogo katikati. Sasa, ita majina ya watoto wako, alisema. Mama Wanja alianza kusema kwa sauti ya chini. Ayo Kojo Nia Kisha kwa sauti kubwa, kwa machozi. Hizi ni nguo zenu. Nilitoa nikidhani ni jambo jema.
Lakini sikuuliza roho zenu. Kama nimeleta madhara, nisamehe. Nilikusudia kusaidia tu. Upepo ukavuma. Moto ukateketeza. Nguo zilianza kusonga zenyewe kana kwamba zinapumua. Kisha sauti ya chini ikatoka kutoka kwenye mbuyu. Sauti kutoka kwenye mti wa mbuyu ilikuwa nzito na ya polepole, kama ardhi inayosogea chini ya miguu. Ulitoa bila kuuliza. Ulitoa bila kulinda. Sasa ni lazima ukusanye kilichotawanyika. Mama Wanja akaanguka magotini. Tafadhali, alisema. Niambie nifanyeje. Nitatenda. Mzee Baraka alifunga macho. Alisikiliza. Kisha akaongea. Ni lazima uoshe kila kipande cha nguo kwenye mto wa mawe matatu. Huko maji yataongea na roho na kutakasa kilichopeanwa kimakosa. Lakini jihadhari, nguo nyingine hubeba zaidi ya kumbukumbu tu. Nyingine hubeba huzuni. Na huzuni haisafishwi kwa urahisi. Mama Wanja alitikisa kichwa kwa kuelewa. Akachukua mzigo wa nguo na kuubeba hadi mtoni. Mto ulikuwa mbali na njia ilikuwa ya mawe na mawe. Alitembea peku na miiba ikamchoma miguu na miguu yake ikajeruhiwa, lakini hakuacha. Alipofika kwenye mto wa mawe matatu, anga lilikuwa linabadilika rangi kuwa la machungwa. Akaona yale mawe matatu makubwa yakiwa yamesimama ndani ya maji, yakiwa kama majitu yaliyolala. Mto ulikuwa unatembea kwa upole kati yao, maji yake yakiwa safi na baridi. Akapiga magoti kando ya mto na kuanza kuosha nguo ya kwanza, shati la simba la kojo. Alipoiloweka kwenye maji, maji yakatoa sauti ya kuungua. Kivuli likatoka kwenye shati na kuelea juu ya maji. Lilionekana kama mtoto, lakini uso wake haukuonekana vizuri. Kivuli kikageuka na kutoweka kwenye ukungu. Mama Wanja alipigwa na butwaa. Akaendelea kuosha. Moja baada ya nyingine. Kila kipande cha nguo kilileta kivuli. Vingine vilikuwa vidogo, vingine virefu, vingine vilikuwa vimepinda kwa huzuni. Alipofika kwenye gauni la buluu la Ayo, maji yakatulia kabisa. Gauni likaanza kuelea juu ya maji na sauti ya kilio cha upole ikasikika kutoka kwenye miti nyuma yake. Akaangalia haraka nyuma. Hakukuwa na mtu. Lakini kisha nyuma yake maji yakasema, si kila nguo hutaka kurudi. Mama Wanja alitazama lile gauni. Halikuzama. Halikuinuka. Liliendelea kuelea kama kwamba linangoja. Kisha akakumbuka jambo Ayo alikuwa amelilia siku ile Mama Wanja alipoamua kutoa gauni hilo. Alikuwa amesema, tafadhali usilipeane. Ni maalum. Mama Wanja alidhani alikuwa mtoto tu anaedeka. Sasa akaanza kuelewa. Mama Wanja alinyoosha mkono na kugusa gauni la buluu la Ayo kwa upole. Samahani, alisema kwa shindo. Ningalifaa kusikiliza. Upepo ukavuma majani juu na mwendo mdogo wa maji ukafanyika kwenye mto. Gauni lilianza kuzama polepole. Lilipokuwa likizama, maji yakaangaza kwa muda mfupi, kama mwangaza wa mwezi ungao kwenye ngozi. Kisha kila kitu kilizimia. Aliketi pembeni ya mto, mikono yake ikiwa na maji, moyo wake uliokuwa mzito lakini utulivu. Moja kwa moja aliosha nguo zilizobaki. Baadhi zilitetemeka. Nyingine zililia. Nyingine zilikaa kimya. Lakini kila moja ilirudisha kitu majini, kana kwamba inarudi mahali ambapo ilijua daima. Alipomaliza, usiku ulikuwa umeshuka. Mzee Baraka alisimama kwenye kingo ya miti akisubiri kimya. Mama Wanja alipomgeukia alinodoka kwa polepole. Umeanza safari, alisema. Lakini kuna zaidi. Nifanye nini zaidi, aliuliza. Mzee Baraka alitazama mwezi. Sasa lazima utembelee uwanja wa ndoto. Mama Wanja alifinyana uso. Si mahali pale mazee walalapo. Ndivyo, Baraka alisema. Ndipo kitambaa cha mwisho kitakachozikwa. Aliangalia chini. Kitu kimoja kidogo kilibaki kwenye kikapu chake, viatu vidogo vya mtoto. Vya kwanza vya nia, laini na hudhurungi, vilivyoshonwa kwa makombora.
Mama Wanja hakuwahi kuvitoa, alikuwa amesahau kwamba vilikuwepo hata. Lakini sikuvipeleka hivi, alisema. Baraka alinodoka. Lakini si madhara yote yanatoka kwa ulichotoa. Baadhi yanatoka kwa ulichobaki nao. Moyo wa Mama Wanja ulidunda. Alikumbuka sasa Nia alikuwa mgonjwa wiki ile ile alipopata viatu na kutabasamu, akisema ataviweka kwa mtoto wake mwingine. Alikuwa ameviweka kwenye kikapu cha vitu vya zamani. Tangu wakati huo, Nia alikuwa haongei sana. Alikuwa akiketi peke yake, akitazama wazi, akisema maneno ambayo Mama Wanja hakuweza kuyaelewa. Macho ya Baraka yakazidi kuwa giza. Viatu vimekuwa vidogo sasa. Lakini roho yake bado inatembea. Mama Wanja alishika viatu vidogo mikononi mwake. Vilionekana kuwa vizito kuliko alivyokumbuka, kana kwamba kitu ndani yake kilikuwa kimekuwa kwa muda, kitu kilichokuwa kimya na kisichoonekana. Alimtazama mzee Baraka. Viatu vinawezaje kuwa hatari? Sauti ya Baraka ilikuwa tulivu. Kitu chochote kinachobeba kumbukumbu kinaweza pia kubeba maumivu. Viatu ni ahadi uliofanya kimya. Ahadi zilizofanywa kimya husikika kwa sauti kubwa zaidi. Mama Wanja alisimama. Basi ni lazima nimalize hili. Pamoja walitembea chini ya mwangaza wa mwezi, kupitia nyasi nene na miti iliyolala, kuelekea uwanja wa ndoto. Ilikuwa mahali patakatifu pembeni tu ya kijiji, ambapo ardhi ilikuwa laini na nyekundu, na hakuna aliyejenga nyumba au kupanda mimea. Ilisemekana kwamba ukisikiliza kwa makini, unaweza kusikia mazee wakipumua chini ya udongo. Walipofika, mzee Baraka alichora duara kwenye ardhi kwa bakora yake. Ingia ndani, alisema. Lakini wewe peke yako. Sehemu hii ya mwisho ni yako peke yako. Mama Wanja aliangalia ndani ya duara. Hewa ilionekana tofauti hapo, nene, kama kutembea kupitia maji. Sauti za usiku zilipungua na hata upepo ulionekana kushika pumzi. Alipiga magoti katikati na kuweka viatu vya mtoto chini. Nilikuhifadhi kwa sababu nilitaka kukumbuka, alisema kwa upole. Lakini naona sasa, nilishikilia kwa nguvu sana. Alichimba shimo dogo kwa mikono yake. Ardhi ilikuwa baridi na yenye unyevu. Akaweka viatu ndani na kuvifunika kwa uangalifu. Kisha akafunga macho. Kwa muda mfupi kulikuwa na ukimya. Kisha kutoka chini kabisa kulikuja sauti ya chini. Haikuogopesha. Ilionekana ya joto, kama sauti ya mtu anayeimba kwa mbali. Kisha udongo ulianza kung'ara kidogo, hasa kuzunguka lile kidundu ambapo viatu vilikuwa vimezikwa. Mama Wanja akafungua macho na kusimama kwa upande wa pili wa duara. Alikuwa Nia. Macho ya binti yake yalikuwa yamefunguka lakini wazi. Hakuwa tena akisema maneno ya ajabu. Alitabasamu, tabasamu ndogo ya kimya, na moyo wa Mama Wanja uliruka. Nia, aliita kwa upole. Nia alinodoka. Nilisikia wakiimba, mama. Waliniambia umekumbuka. Mama Wanja alihisi machozi yakimiminika. Alinyosha mkono wake kuelekea Nia, lakini hakuvuka mipaka ya duara. Maneno ya mzee Baraka yalirudia akilini mwake, alama ya nyota, sehemu hii ya mwisho ni yako peke yako. Alama ya nyota. Nia hakusonga pia. Alisimama tu, kimya, akiangalia. Kisha udongo chini ya kidundu kidogo ulitoa kishindo kama la mwenyewe kupumua. Mwanga ulipungua polepole kama mwisho wa moto na ardhi ikatulia. Nyuma ya Nia, vivuli vilianza kukusanyika, si vya giza na vya kutisha, bali laini na vya kung'aa. Maumbo ya watu yakaonekana, baadhi warefu, wengine wameinama kwa uzee, wengine wakiwa na bakora au vibuyu. Mama Wanja alitambua nyuso alizoziona tu ndani ya ndoto. Bibi yake mwenye mashavu mapana, mjomba wake mwenye ndevu ndefu, dada aliyempoteza akiwa bado msichana. Walikuwa mazee. Mmoja wao alitoka mbele, mwanamke mwenye ngozi kama gome la mti na macho yenye rangi ya anga kabla ya mvua. Umefungua njia, alimwambia Mama Wanja. Lakini kumbuka, kutoa sio makosa. Kinachotofautisha ni jinsi unavyotoa. Kwa uangalifu. Kwa heshima.
Kwa utaratibu. Mama Wanja aliinama kichwa. Nimeelewa sasa. Nilitaka kusaidia lakini nilisahau kuuliza. Mzee huyo alinodoka polepole. Hata upendo lazima utembee kwenye nyayo za roho. Maumbo yaliyong'aa yalianza kutoweka kwenye ukungu nyuma ya Nia. Lakini huyo msichana mdogo hakufuata. Alitembea polepole kwenye ukingo wa duara na kupiga magoti karibu na mama yake. Akagusa mkono wa Mama Wanja. Sijahisi baridi tena. Mama Wanja alimkumbatia kwa karibu, akiogopa kusema, akiogopa hata kishindo cha sauti kuvunja wakati huu. Mzee Baraka alitoka mbele, akiweka mkono wake juu ya moyo wake. Roho zimechukua kile zilichohitaji. Kilichobaki ni chako kulinda. Alitazama nyota. Zilikuwa zimeangaza zaidi, kana kwamba anga yenyewe ilikuwa imesafishwa. Lakini Mama Wanja aliposimama kuondoka, upepo wa ghafla ulipita kwenye miti. Ulibeba sauti ya ajabu, kama manyoya yanayosagika, kama miguu mingi midogo ikikimbia kwenye majani makavu. Uso wa Baraka ukabadilika kuwa mkali. Si roho zote hutulia kwa urahisi, alisema. Vazi moja bado limepotea. Mama Wanja alisimama kama kigogo. Mikono yake ilimshika Nia kwa nguvu. Vazi moja, aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Lakini nimeosha yote. Nimezika viatu. Mzee Baraka alipunguza macho. Alipiga magoti na kuweka mkono wake kwenye udongo ndani ya duara. Alibaki kimya, akisikiliza, si kwa masikio bali kwa kitu cha ndani zaidi. Baada ya muda aliinua macho. Umeosha yale uliotoa. Umezika yale uliobaki. Lakini kuna moja zaidi. Mama Wanja alitikisa kichwa polepole. Sikumbuki nguo nyingine yoyote. Uso wa Baraka ukawa giza. Si vazi zote zinatengenezwa kwa kitambaa. Baadhi hazionekani. Baadhi zimetengenezwa kwa maneno. Mama Wanja alipapua macho. Maneno. Baraka alisimama imara, sauti yake ikiwa thabiti sasa. Siku uliotoa gauni la Ayo kwa mtoto wa binamu yako. Ulisema nini? Alifikiria kwa bidii. Kumbuko lilikuwa dhaifu, lakini likarudi polepole, kama moshi unavyorudi kwenye moto. Alikuwa amechoka siku hiyo. Ayo alikuwa akilia, akishikilia gauni kwa nguvu. Mama Wanja alikuwa amemvuta mkono na kusema, acha kulia. Ni kitambaa cha zamani tu. Haina maana tena. Mara maneno hayo yaliporudi kwake, upepo baridi ulipita kwa kasi kwenye miti. Majani juu yao yalianza kusokotwa na kupapatika kwa nguvu. Nia alimshika mama yake kwa nguvu zaidi. Macho ya Baraka yalangaza. Hilo ndilo vazi. Si la pamba wala uzi. Limetengenezwa kwa sauti yako. Vazi la kutupwa. Maguu ya Mama Wanja yalilegea. Alianguka chini akitetemeka. Sikuwa na maana, alisema kwa shindo. Lakini ulimwengu wa roho ulikusikia, Baraka alisema. Na vazi lililotengenezwa kwa maneno hayo lilijifunga kwenye roho ya Ayo. Ndiyo maana alidhoofika. Sauti ikatoka kwenye vivuli kama kilio, kisha kilio. Kilio cha mtoto. Lakini si cha Nia. Lilikuwa likitoka kwa mbali na lenye uchungu, kana kwamba lilikuwa limesafiri umbali mrefu kufikia hapo. Ayo, Mama Wanja alitamka. Alisimama, moyo ukimpiga kwa nguvu, na akageukia kuelekea kwenye sauti hiyo. Kutoka nyuma ya miti, umbo dogo lilitoka nje. Ni Ayo, lakini si kama alivyokuwa sasa. Huyu Ayo alikuwa mdogo zaidi, amevaa gauni la buluu, uso wake mweupe, macho yake yakiwa kama makaa yanayozimika. Roho ya kumbuko. Alimtazama Mama Wanja na kusema neno moja tu. Kwa nini? Mama Wanja alitetemeka midomo. Alitaka kukimbilia kwa mtoto kiroho, kumkumbatia na kusema yote aliyoyabeba ndani kwa miaka. Lakini miguu yake ilikuwa mizito, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa ikimjaribu roho yake. Sikuwa na maana, alisema tena kwa shindo. Ulilia kwa sababu ya gauni na mimi nilikuwa nimechoka. Nilidhani.
Ilikuwa ni nguo tu. Roho ya Ayo aliinua kichwa kidogo. Upepo uliomzunguka ukazidi na majani yakaanza kuzunguka polepole kwenye miguu yake. Sauti ya Baraka ikasikika chini, "Thabiti, lazima utenganishe vazi la maneno yako. Sema tena, lakini wakati huu sema kwa roho." Mama Wanja alipumua kwa kina. Alitenda hatua moja baada ya nyingine hadi aliposimama pembeni tu ya mzingo wa majani yanayozunguka. "Nilikosea, Ayo," alisema, sauti yake ikiwa wazi sasa. Gauni halikuwa kitambaa tu. Lilikuwa kumbukumbu yako, furaha yako, kicheko chako. Lilishikilia maigizo yako, machozi yako. Na mimi nilitupa kwa mikono bila uangalifu. Nilichukua sauti yako kutoka humo. Naona sasa kile ambacho sikuona wakati huo. Roho ya Ayo alipapua macho polepole na upepo ukapungua. Mama Wanja alipiga magoti. "Nisamehe," alisema. "Nitabeba kumbukumbu yako kama mama anavyostahili, kwa uangalifu. Nitawafundisha wengine kutoa, si kwa haraka au kiburi, bali kwa maombi na upendo." Roho ya Ayo aliangalia mikono yake midogo. Polepole, gauni la buluu alilokuwa amevaa likaanza kubadilika. Likaangaza zaidi, likasafishwa, kana kwamba linawashwa na mwanga usioonekana. Huzuni ilitoweka machoni mwake, ikibadilishwa na kitu laini. "Uelewa." Alipiga hatua mbele na kunyoosha mkono kugusa paji la Mama Wanja. Pale tu vidole vyake vilipogusa, wimbi la joto likapita kwenye uwanja. Miti iliacha kutikisika. Nyota zikaonekana kuvuma. Na Mama Wanja alifunga macho, akihisi mzigo ukiondoka kifuani mwake ambao ulikuwa kwa miaka. Alipofungua macho tena, roho alikuwa amepotea. Harufu kidogo tu ya maua ya mwituni iliibuka hewani. Baraka alitenda hatua mbele kwa upole. "Imekwisha," alisema. "Lakini somo litatembea nawe milele." Mama Wanja alinodoka. "Nitawafundisha wasichana wangu. Na wasichana wao." Alimtazama kwa undani. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo roho hutulia, katika kumbukumbu inayostahiliwa. Ghafla, Nia alimvuta sleve ya mama yake na kuelekeza kwenye miti. "Mama," alisema. "Kuna mwanamke anaangalia." Mama Wanja aligeuka upesi. Na pale, kwenye vivuli nje kidogo ya mwangaza wa moto, kulikuwa na umbo ambalo hakuwahi kuona kabla. Alikuwa amevaa vazi la majani makavu. Nywele zake zilifumwa kwa mifupa na manyoya. Macho yake yalikuwa kina kirefu, meusi ya zamani, zaidi ya kijiji, hata zaidi ya mbuyu. Baraka alapumua kwa ghafla. "Roho ya Zawadi zilisahaulika," alisema kwa shindo. "Huja tu wakati kitu kimebaki." Mama Wanja alitetemeka midomo. Alitaka kukimbilia kwa mtoto kiroho, kumkumbatia na kusema yote aliyoyabeba ndani kwa miaka. Lakini miguu yake ilikuwa mizito, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa ikimjaribu roho yake. "Sikuwa na maana," alisema tena kwa shindo. "Ulilia kwa sababu ya gauni na mimi nilikuwa nimechoka. Nilidhani ilikuwa ni nguo tu." Roho ya Ayo aliinua kichwa kidogo. Upepo uliomzunguka ukazidi na majani yakaanza kuzunguka polepole kwenye miguu yake. Sauti ya Baraka ikasikika chini, "Thabiti, lazima utenganishe vazi la maneno yako. Sema tena, lakini wakati huu sema kwa roho." Mama Wanja alipumua kwa kina. Alitenda hatua moja baada ya nyingine hadi aliposimama pembeni tu ya mzingo wa majani yanayozunguka. "Nilikosea, Ayo," alisema, sauti yake ikiwa wazi sasa. Gauni halikuwa kitambaa tu. Lilikuwa kumbukumbu yako, furaha yako, kicheko chako. Lilishikilia maigizo yako, machozi yako. Na mimi nilitupa kwa mikono bila uangalifu. Nilichukua sauti yako kutoka humo. Naona sasa kile ambacho sikuona wakati huo. Roho ya Ayo alipapua macho polepole na upepo ukapungua. Mama Wanja alipiga magoti. "Nisamehe," alisema. "Nitabeba kumbukumbu yako kama mama anavyostahili, kwa uangalifu. Nitawafundisha wengine kutoa, si kwa haraka au kiburi, bali kwa maombi na upendo."
Roho ya Ayo aliangalia mikono yake midogo. Polepole, gauni la buluu alilokuwa amevaa likaanza kubadilika. Likaangaza zaidi, likasafishwa, kana kwamba linawashwa na mwanga usioonekana. Huzuni ilitoweka machoni mwake, ikibadilishwa na kitu laini. Uelewa. Alipiga hatua mbele na kunyoosha mkono kugusa paji la Mama Wanja. Pale tu vidole vyake vilipogusa, wimbi la joto likapita kwenye uwanja. Miti iliacha kutikisika. Nyota zikaonekana kuvuma. Na Mama Wanja alifunga macho, akihisi mzigo ukiondoka kifuani mwake ambao ulikuwa kwa miaka. Alipofungua macho tena, Roho alikuwa amepotea. Harufu kidogo tu ya maua ya mwituni iliibuka hewani. Baraka alitenda hatua mbele kwa upole. Imekwisha, alisema. Lakini somo litatembea nawe milele. Mama Wanja alinodoka. Nitawafundisha wasichana wangu. Na wasichana wao. Alimtazama kwa undani. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo roho hutulia, katika kumbukumbu inayostahiliwa. Ghafla, Nia alimvuta sleve ya mama yake na kuelekeza kwenye miti. Mama, alisema. Kuna mwanamke anaangalia. Mama Wanja aligeuka upesi. Na pale, kwenye vivuli nje kidogo ya mwangaza wa moto, kulikuwa na umbo ambalo hakuwahi kuona kabla. Alikuwa amevaa vazi la majani makavu. Nywele zake zilifumwa kwa mifupa na manyoya. Macho yake yalikuwa kina kirefu, meusi ya zamani, zaidi ya kijiji, hata zaidi ya mbuyu. Baraka alapumua kwa ghafla. Roho ya Zawadi zilisahaulika, alisema kwa shindo. Huja tu wakati kitu kimebaki. Mama Wanja alisimama bila kusonga. Roho wa Zawadi zilizosaulika alisogea kimya kimya, miguu yake peku haikutoa sauti ardhini. Usiku ulitulia kabisa, kana kwamba maumbile yote yalikuwa yakishikilia pumzi. Baraka alinamisha kichwa kwa heshima kuu. Yeye ndiye mlezi wa kila kitu kilichotolewa bila kufikiri, kila wema uliogeuka kuwa uchungu, kila zawadi iliyopotelea katika kiburi. Roho aliinua mkono wake, si kwa hasira bali kwa swali. Mama Wanja akasogea mbele, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Nimechukua tena nilichotoa kimakosa, alisema. Nimeomba msamaha. Nimejifunza kuheshimu roho za watoto wangu. Kama bado kuna kilichosalia, niambie. Roho hakusema neno. Lakini kutoka kwenye mikunjo ya vazi lake la majani, alitoa kitu kidogo kilichokuwa kinang'aa. Ilikuwa ni shanga ndogo sana. Mama Wanja aliitambua mara moja. Shanga ya Ayo. Kutoka kwenye pindo la gauni lake. Ile iliyodondoka miaka mingi iliyopita na haikuwahi kupatikana. Sikujua kama ilikuwa imepotea, Mama Wanja alinong'ona. Roho wa Zawadi zilizosaulika alifungua kiganja chake na kupuliza kwa upole. Ile shanga ilielea hewani, iking'aa kama kiwavi wa moto, na kutua kwa upole ndani ya kiganja cha Mama Wanja. Kipande cha kumbukumbu kilichosahaulika, Baraka alisema. Lakini kumbukumbu siku zote hurudi nyumbani. Mama Wanja alikifunga kiganja chake juu ya shanga hiyo na kuiweka kifuani mwake. Roho alitabasamu kidogo sana, lakini tabasamu hilo lilionekana na akaanza kugeuka polepole. Alipotoweka kwenye giza, msitu ukaanza kupumua tena. Upepo ukaanza kuvuma tena kwa upole na upendo. Miti ikaacha kusikiliza. Usiku ukarudi kuwa usiku wa kawaida. Nia alimwangalia mama yake. Je, imekwisha? Mama Wanja alitikisa kichwa, akimkumbatia kwa upendo. Ndiyo mwanangu. Imekwisha. Baraka aligonga fimbo yake ardhini. Mmetembea njia ya roho na mmerejea na hekima. Ndele sasa itakuwa salama kwa sababu ya safari yenu. Mama Wanja alisimama wima, shanga ikiwa bado ina joto mkononi mwake. Kuanzia siku hiyo na kuendelea, kila alipotoa kitu, iwe ni chakula, nguo, au hata neno, alifanya hivyo kwa heshima. Alinong'oneza shukrani kwa roho ya kile alichotoa. Alilitaja jina la kila mtoto wake kwa upendo. Na aliwafundisha binti zake, kijiji kizima, na kila mama aliyekuwa tayari kusikiliza, toa, lakini toa kwa umakini.
Maana hata nguo inaweza kubeba roho, na hata wema, ukitolewa bila uangalifu, unaweza kuacha kivuli.